Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika uwanja wa Garagara eneo la Mtoni, mgombea rais huyo amewaeleza wananchi hao kuwa Zanzibari ni lulu na dhahabu, hivyo rasilimali zilizopo zikiendelezwa uchumi utakuwa kwa kasi, na kwamba uchumi ukishakuwa visiwani hata bara watanufaika. Mafuta. Watu wa TPDC wanatuambia dalili ya mafuta kuwepo Zanzibar ni kubwa. Shirika la petroli la Tanzania limekuja bungeni Dodoma. Wametuletea sample ya mafuta yanayopatikana Unguja. Kwa sababu watu wamejenga hofu, watu wamewajengea Wazanzibari hofu kwamba mafuta haya yatachukuliwa na bara ni nguvu kubwa, baadaye Zanzibar tutabaki na kitu. Mafuta yale hadi leo hayajachimbwa. Aidha, Dr. Slaa hakusita kuzungumzia swala la muungano, ambapo amesema haiwezekani kuwa na serikali moja, kwani Wazanzibari wana historia na tamaduni zao, hivyo kwa Watanganyika, na kusema mfumo wa mwafaka ni kuwa na serikali tatu ili kila upande uweze kusimamia mambo yanayowahusu, isipokuwa mambo ya msingi ambayo yatasimamiwa na serikali ya muungano itakayojumuisha wajumbe wa pande zote mbili. Pamoja na kwamba tumeungana, wengi wetu tunaopenda muungano, tunaopenda ushirikiano kati ya bara na visiwani, tunasema hapana. Aina inayofaa ya muungano ni ipi? Wengi tunasema, na ndio sera ya Chadema toka mwanzo ilipoanzishwa, kwamba tunataka serikali ya Zanzibar na utamaduni wake wakiendesha masuala ya Zanzibar katika mambo yanayohusu. Kwa upande wake, mgombea mwenza wa chama hicho Bwana Mzee Said Mzee amewaomba Wazanzibari kumchagua Dr. Slaa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kutekeleza ilani ya chama hicho ambayo ina malengo mazuri ya kuboresha maisha ya Wazanzibari pamoja na kuimarisha muungano uliopo. Katika ilani ya uchaguzi ya Chadema chini ya Dr. Slaa tumeshasema wazi kwamba Zanzibar ni nchi ambayo haina rasilimali za kutosha. Karafuu sasa limekuwa ni zao ambalo halina uhakika. Mikarafuu imechoka na hakuna mikarafuu mipya iliyopandwa kutokana na udhalimu wa bei ndogo na kuwazuia wakulima unaofanywa na serikali ya SMZ. Nikiripoti kutoka Zanzibar, mimi ni Ufosaro wa ITV.